Hello, mambo vipi? Hii ni Maana TV. Mimi naitwa Salki. Nikukaribisha sana katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya maisha ya Karina. Vumilia, yatapita. Tunaendelea pale pale ambapo tulikuwa tumeishia. Kama unaweza kukumbuka, mpenzi msikilizaji, tuliishia pale ambapo Karina ameitwa na shangazi yake. Kuna jambo ambalo alikuwa anaelekezwa, lakini kidogo alishindwa kulielewa. Basi hapo kipigo kikawa juu yake. Wakati shangazi alipokuwa anazungumza maneno hayo kumkanya Karina tabia yake ya kutomsikiliza vizuri, alikuwa akimzungusha sikio lake kiasi ambacho Karina alikuwa anahisi maumivu makali mno. Kipigo hiki kilikuwa maelezo tosha kwa Karina kuhusu upelekaji wa juisi hiyo. Haraka Karina aliwahi jokofuni kuchukua juisi ya baridi, kisha akaiweka kwenye bilauli ndogo iliweza kutoshea, na hapo taratibu alianza kusonga kutafuta mlango ambao unawakilisha chumba ambacho alikuwa amelala mgeni. Basi Karina aliweza kubisha hodi. Aligonga mlango huku machozi yakiwa yanamtiririka. Akatumia mkono wake wa kulia kuyafuta ili mgeni asijue kinachoendelea. Mgeni akamkaribisha ajabu, akamwambia aingie chumbani humo. Baada ya Karina kuingia ndani zaidi ya chumba hicho, alihisi mlango ukifungwa. Basi akageuka. Hapo ndipo alipoweza kuthibitishiwa kwa kusikia sauti ya funguo ikifunga kitasa. Nani tena huyu? Kwa nini anamfungia mlango Karina? Huyu mgeni ni nani? Anataka nini kwa msichana huyu mdogo wa kidato cha pili? Tuachane na hapo, turudi miaka kadhaa nyuma, katika kijiji kimoja kiitwacho Magoza. Wanaonekana watu wawili wakiwa shambani, wanalima shamba lao la mpunga. Watu hao walikuwa si wengine bali ni Samson na mkewe Maria. Wawili hawa walikuwa ni wanandoa waliokuwa wakipendana sana, lakini maisha yao yalikuwa ni magumu kiasi ambacho hata kula yao ilikuwa ni ya shida mno. Kwa siku mlo mmoja ilikuwa ndiyo maisha yao. Wakati wakiwa shambani, mume anampasha habari mkewe juu ya utajiri wa masharti. Mke wangu, Samson anamwita mkewe hapo shambani. Abi, mume wangu, niambie, mke wangu, jana wakati nikiwa katika mizunguko yangu nilipata kusikia hadithi kuhusu mganga mmoja maarufu sana hapa kijijini. Mganga? Masuala ya uganga tena, mume wangu? Sasa yanatuhusu vipi? Kiukweli watu wanamsifia sana huyu mganga, wanasema anawasaidia watu wengi
hasa kwenye matatizo magumu ambayo watu walishangaika sana. Sasa mimi naona ni bora twende tukatatua matatizo yetu, au unasemaje mke wangu? Mume alimweleza mke kuyapata majibu. Mke alijaribu kupinga, lakini mume alimshawishi kutenda swala hilo lisilo la kiungwana. Lakini yanapokuja matatizo, watu husahau kabisa, hukimbilia huko huko. Basi shughuli za shamba zikaisha, wakarejea nyumbani. Basi wakapanga siku ya kwenda kumwona mganga. Asubuhi ya siku ambayo ilifuata, waliamka mapema sana. Mume akampakiza mke wake katika baskeli kwenda kumwona mganga. Walitumia masaa kama mawili kufika eneo husika. Baada ya kufika, walikutana na foleni kubwa sana. Watu walikuwa wamejazana kinoma kusubiri huduma. Basi walikaa sana kutoka saa 4 za asubuhi mpaka saa 9 alasiri za jioni. Ndipo walipata fursa ya kuingia katika kibanda kidogo cha mganga, kibanda ambacho kilijengwa kwa udongo na kilifunikwa na pazia jekundu mfano wa damu. Ndani ya kibanda hiko ilisheheni mizizi na dawa mbalimbali za asili. Kwa mbali, harufu ya udi ilikuwa inapamba chumba hicho kutoka kwenye chotezo ndogo iliyo karibu na mganga. Wakati huo mganga naye alishapandisha maruhani, hayuko tena duniani. Jini tayari alishapanda, anaongea lugha za ajabu. Msaidizi wa mganga ndiye aliyekuwa akiwapasha habari ni kitu gani ambacho mganga alikuwa akikizungumza. Anasema, nyinyi mna shida sana katika maisha yenu, munapitia shida nyingi kiasi ambacho hata kula yenu ni tabu. Tawile mganga. Mganga akaendelea na rafuzi yake isiyoeleweka kueleza shida zao, huku msaidizi wake akifanya ukalimani kuwapasha habari mke na mume. Anasema, pia nyinyi mna shida ya mtoto, mmetafuta sana mtoto, mmeshindwa kumpata. Wote mke na mume walikubali, kwa maana yaliyokuwa yanasemwa yalikuwa yanakisi maisha halisi ambayo wao walikuwa wanapitia. Basi mganga akaahidi kuwapa msaada. Kwanza aliwaahidi kuwapatia mtoto, pia aliwaambia atasafisha nyota zao. Lakini mwishoni akamalizia akamwambia kuwa atawapatia utajiri wa masharti. Sharti la kwanza ilikuwa ni kuwatoa wazazi wao kafara kupata utajiri. Mke alipinga sana, alitamani hata waondoke wasifanye jambo hilo, lakini mume alishawishi na mke akakubali kutimiza sharti hilo. Hapakuwa na shaka. Muda mchache uliofuata, walipewa utaratibu ni jinsi gani ya kuweza kupoteza uhai wao. Kiukweli adhima yao iliweza kufanikiwa, wakalikamilisha hili la kuweza kuwatoa wazazi katika ulimwengu huu wa dunia. Baada ya kukamilisha hili, basi maisha yao yakaanza kubadilika.
wakaanza kuishi vizuri, wakahama hapo Magoza, wakaelekea mjini kwenda kuishi. Aise, unadhani maisha yao yatakuwa mazuri hivi hivi au kitu gani ambacho kitaendelea katika simulizi ya maisha yao? Mimi naitwa Salki, nikusihi tu uweze kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele